Baliana. Na sababu hiyo tunaweka management mpya. Hii management ya zamani ya kutuangaisha hawalipi mkulima. Mimi nimekuja kulipa mkulima kwa sababu gani? Na mkulima alipeleka miwa yake. Miwa ya mkulima ilienda na nani? Si ni kweli? Sasa mimi nimeenda kutoa pesa ya serikali. Pesa ya kuja kulipa mkulima. Na mkulima alipeleka miwa yake Nzoia. Ilienda na nani hiyo miwa ya mkulima? Si lazima tukubaliane? Alafu isitoshe, sio ya kwamba ati hajalipa mkulima peke yake, hata wafanyikazi hawajalipa. Sasa mimi nauliza, hii sijui ni. Sasa wewe umepatiwa miwa. Mkulima haujamulipa. Mfanyikazi haujamulipa. Sasa hii ni nini? Mnataka tuendelee na hii barabara? Hapana. Ndio mimi nataka nikubaliane, na nimekubaliana na viongozi wenu, tutaketi chini until we get the correct formula. Kwa sababu mbona hizi kampuni zingine ya watu binafsi wanalipa wakulima, wanalipa wafanyikazi? Kumaanisha kilimo ya miwa haina matatizo. Ile iko na matatizo ni usimamizi mbaya. Na nimesema hao watu wakora, wafisadi, wao watu wote mambo yao ni matatu. Hakuna story nyingine. Ama mnataka tuendelee kufanya misa na hawa watu? Hapana. Ama namna gani? Hawa watu watoke. Si tunaelewana? So mimi nataka nikubaliane na nyinyi kwa sababu I want to promise you we must sort out this matter of sugarcane in Kenya and we must grow our own sugar. Na vile vile mimi kuanzia mwaka huu hakuna tena ati mtu atapatiwa kandarasi ya kwenda kulete miwa sijui sukari kutoka wapi. Hiyo pesa ambayo inatumika pale tutalete kwa wakulima wenyewe. We must sort this thing out once and for all. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mimi napeleka matata pale Nzoia. Mimi napeleka matata kubwa sana. Ama ni aje? Ndio. Imagine tuko mpaka na nucleus estate. Nucleus iko pale. Pesa ya nucleus peke yake inaweza kuendesha hiyo kampuni. Wacha miwa ya mkulima. So please good people, hii kilimo lazima tunyoroshe ikae sawa sawa. Hatuwezi kuendelea kuagiza chakula kutoka nje na wakulima wetu wanahangaika, wamelima miwa hakuna mtu ya kununua. Wamepeleka kwa factory hawajalipwa. That is not going to go on. Ama mnasemaje? Nasikia mjamaa hapa anasema barabara. Sasa wewe nani? Wacha kuniharakisha. Wewe unaniharakisha, kwani umesikia mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Si mambo ni kala. Kala. Wacha kuniharakisha. Na nikiamua nilale hapa utafanya nini? Ama tufanye, kwani nitakosa mahali ya kulala nikiamua nilale hapa? Si niko na mahali mingi ya kulala? Na nimeona macho yangu sio ati mimi si kipofu. Hata nimeona maneno namna hiyo. Wacheni. Tumekubaliana? Hiyo ni ya pili. Nitarukuja mambo ya barabara. Vile vile hapa nilishuka wakati mwingine hapo kwa shule. Hiyo shule ilikuwa ya matope. Si ni kweli? Sasa hiyo shule ya matope Mungu ametujalia, tumetafuta marafiki wamekuja wakajenga. Si ndio? Tumekuja kufungua. Lakini tumeambiwa pale hiyo shule sehemu yake ni kidogo. Inahitajika eka nyingine 3. Si ndio? So tumekubaliana hii eka 3 ni 4.5 million inatakikana. Mimi nimekubaliana na Papa wa Roma. Simulitupatia yani nyinyi mnajua Papa wa Roma siku hizi sio yule seneta wenu. Ndio? Mnajua? So nimekubaliana na yeye. Hiyo ardhi ya shule mimi sio pesa ya serikali, mimi nitatoa yangu ya binafsi 3 milioni ya kununua hiyo shamba. Huyu Weta
na wabunge watatoa hiyo 1.5. Tumemaliza kulipa shamba. Na mimi nitatoa pesa milioni 10 ya kujenga shule ya JSS pale. Tumekubaliana? Si mambo ya shule tumemaliza? Sasa ile mtu ya kuniharakisha, mbona unaniharakisha? Si unaona mimi niko na mpango. Wewe wacha. Haya. Tumerudi hapa huyu Chikati ameniambia hapa mko na hospitali. Si ndio? Na amesema hii hospitali iko namna hii. So tumekubaliana tena. Si ndio? Hiyo hospitali yenu tuinue. Na nimesikia mahali iko shida kubwa ni hapo kwa maternity. Nyinyi mko na biashara gani na maternity? Ama ndio factory ya watu. Sasa hapo kwa maternity especially, si ndio? Kwa sababu tunahitaji watu ambao watatusaidia kusukuma Kenya mbele. So hiyo hospitali yenu tumekubaliana na tumegawana kazi. Si namna hiyo? Hapo nimeomba hawa ndugu zetu wa Safaricom. Wametuambia watatupatia milioni 30. Mimi nimekubali nitatoa milioni 40. Lusaka tumemwambia atoe milioni 30. So milioni 100 tumeweka kwa hospitali yenu hapo, mupange mambo ya hospitali, mupate mahali ya kupata matibabu, na vile vile wale watoto wa KMTC wako pale Tongaren wapate mahali ya kuja kufanya practice na kufanya hiyo mambo ingine, ndio tuwe na wauguzi sawa sawa. Tumekubaliana? Hiyo kazi